Wakenya wengi wako jela mambo ya YouTube. Wakenya wako wengi jela kwa mambo ya YouTube. Mambo ya YouTube. Mnaiona kama ni kitu mchezo, lakini kitu iko serious. Ikifika kotini, ni jambo iko serious kotini. Unafungwa ya kweli. Si mambo ya kusema ati waje tuelewana, tusikizane. Hakuna kuelewana. Maneno kama hiyo ni kufungwa na fungwa. Because uwezi rekebisha pale umeharibu jina mtu. Mambo ya kufunga ma channels. Na tulisema na hapa tubainiki, atubabaiki. Ni sheria tumesema mwenye atafanya ikitendo kama hiyo tena, tutachukua hatua kali. Remember, tulisign na wasee yenu. Sitasema majina yao. Tulisign wasee Wanyamulenge 10. Including my chairman. Mimi nilisign. Tukasema mwenye ataleta fujo, mwenye ataleta shida kwa jamii yetu tena, apige mtu picha uchi, aisambaze. Nisema uchi. Uchi. Mara 3 tumeongea. Tutachukua hatua. Na tulisign. Na kuna vile tulikubaliana kama jamii. Mtu kama hiyo atatengwa. Atakaa jela. YouTube yake tutafunga. Na si kusema jaribu piga mtu picha uchi, anza kusambaza tu tuone tujue ni nani wewe. Hiyo sitaki kuona kama chairman wa area, sitaki kuona kitu kama hiyo. Hata mtu una adabu, una heshima, unakaa kama shetani anafanya kitu kama hiyo. Nimeongea mpaka na madada yangu. Umeongea? Niliongea mpaka na dada yangu. Nimwambia maneno sitaki kuona. Utaki kuona tena? Sitaki kuona. Mimi niliongea na Faraha. Nikamwambia hii maneno sitaki kusikia tena. Kufanya kitendo kama sitaki kuona. Na mwenye atafanya, sheria itachukua jukumu lake. Utafunga YouTube yako, ukifunga ingine tunafunga tena. That's a phone call. Sisi tumeruhusiwa. Hujui tuna connect namna gani? Sisi watu wa serikali. Simu tu. YouTube inafunga. YouTube hakuna. Amuka simu YouTube hakuna. No. Na kisidi. Ile mkataba tulipitisha huko kwa DCI. Kuisoma. Because atake maneno ya fujo. Maneno ya watu kukasirikiana. Watu wakae kama ndugu na sister. Hii maswali kabila wanauliza, especially wale matoka nje. Mambo itakuwaje Otieno? Mambo itakuwa na fujo, itakuwa na maneno gani itakuwa? Tuondoke turudi baadaye ama tufanye nini? Na I do tell people, Kenya ni nchi iko na sheria. Serikali iko imara. Serikali iko 24 hours imara. Hii area yangu iko na amani. Hii kampuni ya the beauty, Rugenza, Misikatanga na wengine. Mimi sina kesi, nimekaa na amani sahi. Nimetulia. Hakuna emergency naitwa. Mtu ameshika kwa polisi huko, Otieno saidia, usiji nini, wengine wamekuja kunifanya nini, hakuna. Hata waendelea kukaa huko kidogo. Tukafurahi sana. Hata kama ni mwaka mwezi 2-5 tuko na amani. Kani maji kitu nilifanya nifikirie kuomba na Wakongo. Kuna kitu niliona. Kila mtu ukienda pale lazima uone kitu pale. Uwezi enda pale pabaya, lazima uende pale pazuri. Ndio kusema. Na nikaingia boma moja, clan moja inaitwa Warama. Umeingia Warama? Mimi Mnyambizi Mrama. Hapo ndo mimi niko. Chochote nafanyika, hata tukipata shida nini tunachanga kile mtu ako nayo. Tunachanga. Na ukiangalia vizuri, especially my tribe. Sisi tukiamua kitu, tumeamua kitu.
Mimi nikiingia kabila ya Wanyabizi, nimeingia fully na familia yangu. Sio mimi peke yangu, mpaka bibi yangu, watoto yangu wote wako huko. Right bakunzi bacu mudukurikira mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye, cyane cyane hano mu gihugu ca Kenya, mwe mubana natwe umunsi ku wundi. Turabasuhuje tubifuriza ibihe byiza no gukomeza kugubwa neza mu byo murimo bitandukanye. Mwebwe muri mu kazi, turabifuriza akazi keza. Namwe muri mu bihe bitameze neza, ibyo twobifuriza komeza mukihangana, kandi ejo ni heza, ibintu bizagenda neza bihinduka. Rero mu by'ukuri twabyutse neza, akazuba ni kose hano mu mujyi Nairobi. Mu by'ukuri umujyi uraka umeze neza, ibintu bimeze neza cyane. Hanyuma nyote mnapotufuata nchini Kenya, wa Kenya, tunawasalimu pia sana sana kabila ya Wajaluo, kwa sababu mtu tunataka kuongea na yeye leo ni Mjaluo. Mjaluo wa Kisumu, wapi? Kisumu. Mtaa ikoje hapa? Vitu inaendeleaje? Sasa kabla tumkaribishe kwenye runinga yetu, lazima hapa mtu anajitambulisha, watu wanajua ni nani, tunaongea na nani, watu wamjue ni nani. Kwenye mic mko na Nelson. Ndugu zetu mnapotufuata mkiwa nchini tofauti, wa Tanzania, Uganda na nchi zingine tofauti ambapo wanaongea Kiswahili, tunawasalimu sana. Tunasalimu wa Kongo Mbote Bino Nyoso. Hapo sasa tunaingia kwa lugha yetu. Tunasalimu watu wa milima mirefu na mifupi, na tunawapa pongezi kwa vita kali inaendelea hapo kwa hizo vilima, lakini tunawapa pole sana. Kesho itakuja kuwa bora zaidi. Tuna Otieno. Yes. Tunakukaribisha kwenye runinga yetu. Yes. Ujitambulishe majina, tunaongea na nani, watu wajue ni nani tunayeongea naye leo. Kwanza kwa majina nimesalimu watu wetu nyumbani. Okay. Wote wale wako Canada, wako Amerika, wako Australia, wako Mnembe, wako Runundu kwetu huko. Na wasalimu wote. Kabisa, wale wako Rwanda, wako Uganda, wote na wasalimu. Kwa majina naitwa Jacob Otieno. I'm the chairman of Komarok location, Kijiji Kayole. Yote mimi ndiye msimamia hiyo location mzima. Asante. Yes. Unaendelea? Iko sawa. Asante, tuna kukaribisha kwenye runinga hii. Vile tunavyosema, tunafurahi kuwa na wewe siku ya leo, chairman wetu. Sasa kabla tuende kwa umbali sana, nataka usalimu wa Kenya, Wajaluo kwa Kijaluo, wa Kisii kwa Kikisii kama unajua, wa Kikuyu hivyo. Okay, wacha nianze na Wajaluo yetu. Na ukumbuke Wajaluo ndio kabila iliongoza Amerika. Iliongoza Amerika. Dunia mzima.
Hii rais naitwa Obama, Barack Obama ni mtu ni kabila yangu. Mtu ya kabila yako. Hiyo ni kabila yangu. Hiyo ndio aliongoza dunia mzima. Sisi tumebarikiwa na Mungu anapenda sisi kabila yetu. Akumbuke sisi ni Wanyamulenge. Hakuna tofauti sana. Sisi wote ni Nilotes. Na ukiangalia vizuri mila yetu na desturi yetu ni kama the same. Sisi Masai, Kalenjin, Wajaluo, yote ni Nilotes. Na hii kabila ndio hapo ndio sisi yote ni Matutsis. Ndio Tutsi naingia Nilotes pia. So nafurahi. Waje waseme na jina ya Kijaluo ya Imore Urunte yo pei. Amusu Kuduluo wa Kikuyu oro waku kwa Kisii Biore kwa Waluya Orie kwa Kalenjin Chamuge Msing. Yes. Okay, asante sana Mavila ama Komarok. Wewe ndiye unayoongoza mtaa hii wa Kenya na wa Kongo, kabila ya Wanyamulenge na kabila zingine na wengine wote ambapo wanaishi. Mimi wewe kama chairman mimi ni chairman ya kabila yote. Vitu Kikuyu, Wakale, Wakisii, Wahindi, Amerika, kutoka Germany, kutoka Rwanda, kutoka Uganda. Mimi ama full chairman ya kabila yote wale naishi kwa area wako chini yangu. Mimi ndo na mambo security ni mimi ndo nashughulika nayo. Kama kitu mbaya imetokea mimi ndo kwanza naulizwa. Wewe unaulizwa ulikuwa wapi, kitu kimefanyika na kinani afanye maneno. Alafu nasema hii iko hivi napeana report, correct information to the government of the Republic of Kenya. That's why tulichaguliwa na wananchi tuwasaidie kufanya hiyo kazi ya kupeana information, the correct information. So information nusu, sio information ya kupiga mtu siasa, sio information ya kuleta chuki. Information ya kuleta watu wote pamoja. I remember waishi kwa amani, watu waishi na amani. Like now mambo ni mingi sana. Mimi kama chairman nauliza maswali mingi sana. Asante. Tulikuwa tunajitambulisha. Najua umeishi ni miaka karibu 15 years ago. Ukiwa na Wanyamulenge ama Wakongo, makabila tofauti. Sasa Wakongo ni watu wa aina gani, wanakaa vipi, ambaye wewe unavyoongoza umewaona aje Wakongo? Mimi kwa upande yangu mambo nimepitia, makesi mingi imefanya, mambo mingi tumefanya na Wakongo, especially Wanyamulenge. Hata kanisa yangu naomba ni Grace Tabernacle. Hiyo hapo ndo mimi naomba. Kani maji kitu nilifanya nifikirie kuomba na Wakongo. Kuna kitu niliona. Kila mtu ukienda pale lazima uone kitu pale. Uweze enda pale pabaya, sema uende pale pazuri. Ndio kusema na nikaingia boma moja, clan moja inaitwa Warama. Umeingia Warama? Mimi Mnyambizi Mrama. Hapo ndo mimi niko. Chochote nafanyika, hata tukipata shida nini tunachanga kile mtu ako nayo. Tunachanga. Na ukiangalia vizuri, especially my tribe. Sisi tukiamua kitu tumeamua kitu. Mimi nikiingia kabila ya Wanyabizi, nimeingia fully na familia yangu. Sio mimi peke yangu, mpaka bibi yangu, watoto yangu, wote wako huko. Wote wameingia kwa familia Wanyabizi. So kuna mambo mingi
iko upande wa Kongo. Bado ukiwa hapo, kuna swali mtu anaweza jiuliza, kwa nini umechagua Wanyabyinshi kuingia kwenye familia hiyo, na Wanyamulenge wako na familia mingi, kwa nini umechagua Wanyabyinshi? Mimi nilichagua Wanyabyinshi Warama kulingana na culture yao. Okay. Culture yao ndio ilinifurahisha. Na ndio sababu nilichagua hiyo culture yao ya Wanyabyinshi, ya Warama. For example, sisi mila yetu na mila ya Warama, sisi watu wa business. Na Wanyabyinshi pia ni watu wa business. Sisi tunapenda pesa. Wanyabyinshi pia wanapenda pesa na wanajua biashara. So hata mambo mingi culture nao ni almost the same. So ni tofauti sana. Lakini sisi sote tunapenda pesa. Ninyi tunapenda pesa. Kuna wale wanapenda pesa sana, kuna wale wapendi pesa sana. Kuna watu wanajua kutafuta pesa. Remember, kuna siku wa Kongo alikuwa na shida yule mzima. Kwa pande ya makanisa. Kuna siku kesi ilifika mpaka kwa mkubwa yangu. Watu wanaingia makanisa, wanapiga mawe, ati mtu naomba, ataki wa Kongo waombe, wakiomba wanapiga kelele, na mtu ameenda kuomba. Hajaenda kunywa pombe, hajaenda kuvuta bangi, ameenda kuomba Mungu. Tulikuwa na shida mingi sana. Especially yule na Mabila. Shida mingi. Mpaka kanisa zingine ilikuwa naenda kufungwa. Mimi kama chama niingilia katikati. Nikaita komiti yote watu wenye kanisa kando, tukaongea nao na wenyeji. Tukaongea nao na tukaita hii amani. Saa hii kuna kitu inaitwa amani iko. And nimeleza all refugees. Pale unakaa. Soya kupenda na watu. Soya kukisikia mwenzako wako na shida, karibia karibu. Ukisikia mwenzako wako na mazuri, yani jisoea na watu mapema. Mpendane, mkae kama ndugu na sister. Pale unakaa. Ndio mkae kama familia moja. Ukipata mwenzako amekufa, karibia hapo. Kama mmoja yao, hata wewe uchange kidogo hapo kwa hiyo matanga. Hata yeye kumkonga kufa, wanakuja wanachanga. So watu wakae kama mandugu na masista. Yes. Remember ukikaa wanasema fulani mzuri, fulani mbaya. Sababu wengine wanajitenga. Kuna kesi mingi tunafanya. Kama jana kuna kesi nilienda kufanya pale. Bibi na bwana. Sasa taja jina. Bwana anabebe bibi kisu. Mkongo. Murundi. Murundi. So nashindwa. Hii kesi ni mingi. Kama kuna shida, msuluhishe pole pole kwa nyumba. Kwa njia ya amani. Sasa kitu kama inaweka watu jela. Inaweka watu jela. Sipokuwa mimi mzee najua. Huyu nasuluhisha tu, naongea nao, tunasuluhisha maneno kama hiyo, inaisha. Lakini ikifika mbele kwa polisi huko ni jela. Kwa sababu mtu kisu, kubeba mtu kitu mbaya, ama ukifanya kupiga na mtu, kupiga na hii, watu wakae na amani. Ukae kama unajua, hata mimi sasa nikienda Kongo nitakaa na heshima. Heshima ndio kitu mzuri. Uheshimu, sasa umeheshimu inji, umeheshimu rais, umeheshimu mpaka sisi. Umeheshimu. Na hiyo ndio inaonekana kwa nchi yote. Amani ndio ikue kila kitu, mpaka watu wakae na amani. Because hapa tumekuwa na shida sana. Of late tumekuwa na shida almost 1 year, tulikuwa na shida. Sasa hii tuko na amani. Era yangu sasa kuna amani kabisa. Hakuna shida. Because wala wasichana wa YouTube wametuletea shida. Walikuwa wanaleta shida. Case juu ya case, kila siku unaenda kwa polisi,
Kila siku mnaenda kwa DCI, kila siku mnaenda sijui kwa polisi sijui nini, wametusi mimi. Wengine wamekuja na kisu kwa nyumba ya mwingine, anataka kumdunga, anataka kufanya nini? Remember, kitamtoke kwako bebe kitumbao unaenda kwa mtu kupiga mtu ama kupiga mtu vita ya mwili. Kumbuka sheria iko. Na ile sheria iko. Na si sheria ni ya kila mtu. Biti Msungu, biti Mwindi, biti Oria, biti Mjaluo, biti Mkongo, biti Nyamulenge, biti Burundi, sheria nafuata kila pale. Kila pale. Na hii tabu iko kwa kila nchi. Paka watu wajue sheria iko, ukienda nchi fulani mpaka ufuata sheria because nazaingia kwa shida. Ujui. Hao sana wa YouTube kutoka waende sasa nasikia wako nawaona tu kwa YouTube huko. Bukavu, Maragoma. Wamerejea nchini kwetu. Wanaenjoy huko maisha yao. Wanaenjoy huko. Wanaenjoy sai mzuri sana. Sai area yangu iko na amani. Hii kampuni the Beauty, Rugenza, Misikatanga na wengine. Mimi sina kesi, nimekaa na amani sai. Nimetulia. Hakuna emergency naitwa. Mtu ameshika kwa polisi huko, utieno saidia, utieno siji nini, wengine amekuja kunifanya nini, hakuna. Hata waendelea kukaa huko kidogo. Tungefurahi sana. Hata kama ni mwaka mwezi 2-5 tuko na amani. Sasa hakuna kesi mimi naitwa. Hakuna kesi mimi nafanya sasa. Tumetulia. Sale wako hapo makesi ndio hizo. Amenitusi, anataka kunipiga, anataka kufanya nini? Tuache maneno mingi. Hii hata ningeweza na uwezo wa kufanya wakaekae mwaka moja huko. Ningefanya. Because hawa ndio shida. Ni kipi ambapo unaweza waambia watu hao wanaleta vurugu, mzozo kwenye kijiji hii? Kijiji yangu shida kubwa ni moja tu. Hawa sana wako na tabia mbaya. Unachunguza mtu paka kwa bedroom yake. Unachunguza mtu mpaka kwa bedroom yake, bila anakaa na bibi yake, bila anakaa kwake, bila na sisi hata ni binadamu sote kabisa. Na watu sio the same. Kila mtu yuko na weakness yake, shida yake, kila mtu ana shida yake. Hii ndio shida tumekuwa, na nimejaribu kupigana nayo. Hii mambo ya kutoa picha uchi, hiyo tulimaliza. Because nilisema tukiweza kutoa picha uchi hiyo nilingangana nayo. Video ya watu hiyo sahi hakuna. Imebaki tu hii matusi kidogo kidogo, lakini sio zile kubwa kubwa ilikuwa mbeleni. Unaona baba amewekwa uchi, unaona mama amewekwa uchi, unaona mama afanywa nini, msichana amewekwa uchi, msichana hajaolewa amewekwa uchi. Utampatia bwana? Itakuwa swali ngumu. Yeye ni binadamu. Hii makosa kuna mtu hawezi fanya. Because ilifanya mababu zetu, watu wetu wa zamani walifanya hiyo makosa. So tuache tabia ya kutuma wasichana wadogo wapige wa baba picha. Unaita msana, unapata 1500, enda ile pasta chunguza enda kaa naye, lala naye. Alafu unakupata 1500, hapo yade picha yake. Alafu unapiga pasa simu na mwambe pasa picha yako ndio niko nayo sasa. Wewe tuma pesa ama nitowe. Kuna swali tunaweza jiuliza hapo, kwani hiyo iko kwa wa Kongo peke yake ama na Wakenya pia wanafanya hizo vitendo za kutoa picha na mavideo za uchi? Kwa sasa kwa Kenya yetu hii sahi kulingana na ile katiba mpya, remember kuna ile rekebishwa kikatiba 2023 inatoka cyber crime. Na nimerudia hii kitu mara mingi sana. Cyber crime sahi iliongezewa nguvu. Sahi Mkenya hawezi kufanya kitu kama hiyo kwa sahi. Because wanajua nilita kwa DCI huko.
Kuna kesi ilikuwa kesi ya Furaha na Nyamita. Nikaenda wakasomewa, waje kilimachaza ni kesi gani mnakesa hii kesi? Hii kesi mnakesa ni kesi mbaya. Wakaambiwa faini yake ni kutoka milioni 1 kwenda mbele. Faini yake ya fine. Yes. Fine. Kuweka mtu uchi na kufungwa jela miaka 6-7. Unafungwa. Unaweza pigwa fine pamoja na kufungwa pia. Yote both. Sheria inafuatwa. Sio Mkenya kama mimi siwezi kupiga mtu picha uchi niende nitangaze nisambaze kwa wengine. Hiyo ni tabia mbaya. Hata sio culture ya Africans. Afrika wako na culture yao. Uchi unaweza baki uchi kitu kwa bedroom yako kwa na bibi yako. Si mtu akupige picha aenda onyesha watu nini ananyesha. Nini watu hajaiona. Anataka kuonyesha watu ati anataka kupiga wewe picha onyesha. Nini? Sisi binadamu. Mwanaume na mwanamke wako. Sasa ukisema tu wewe hujaona picha mtu ndio naanza kutangaza na wewe pia ni kama yeye. Na nani mjinga? Tuache fitina jamani. Hizi mafitina tunaleta mbele ya jamii. Si mzuri. Mimi naomba tukae na amani. Tukae na heshima. Tukae watu wanaelewa maneno. Bila sai tuko sai sio ni kesi yote. Hakuna shida, tunakaa na amani sai. Watu wako na heshima. Ere yangu imenyamaza. Hawasegege wakirudi hapa tena. Ni shida nyingine. Isipokuwa sina uwezo. Nilikuwa na uwezo ngasema wakae huko kidogo huko Goma watembee waende mpaka Amerika ukatembea kidogo. Tukae na amani. Amani tuko na amani ni muhimu sana. Sale wako hapa mabita sijui nini. Tafadhali ningeomba hata Mungu aingie roho yao waokoke. Waokoke awache dunia. Dunia huwezi beba. Unang'ang'ana kwa sababu huwezi beba dunia. Always you can't. Wacha fitina. Hapa kuna kabila wengi sana. Wanakaa kabila ya Wakongo. Ni wengi sana makelani. Wako wengi sana. Watu wakae kama mandugu na masista. Hiyo ndio muhimu. Kuliko watu waseme fulani amenitusi, fulani ameninyang'anya pesa yangu. Hii shida iko. Utapata mtu mzima. Mambo ni mingi hata hapa kwa Kongo. Mambo zingine inajitokeza unashangaa. Kweli Nyamlenge amefanya hiyo makosa? Unashtuka pana. Yeye afanye makosa. Unaomba Mungu tunamwambia atachange tu with time. Atachange. Kwa hivyo hata wasana wacha tuombe tu Mungu wa change. Wakitoka huko Bukavu huko wajue dunia venye iko. Wajue vile maisha ya watu na binadamu nafaa kukua. Wasiwe watu wa kuleta shida kwa jamii. Nimerudia. Sasa amani iko area yangu. Kaile msima imenyamaza. Mambo ya kufunga ma channels. Na tulisema na hapa tubainiki. Atubabaiki. Ni sheria tumesema mwenye atafanya kitendo kama hiyo tena. Tutachukua hatua kali. Remember? Tulisign na wase yenu. Sitasema majina yao. Tulisign wase Nyamlenge 10. Including my chairman. Mimi nilisign. Tukasema mwenye ataleta fujo. Mwenye ataleta shida kwa jamii yetu tena. Apige mtu picha. Uchi. Aisambaze. Nasema uchi. Uchi. Mara 3 nimeongea. Tutachukua hatua. Na tulisign. Na kuna vile tulikubaliana kama jamii. Mtu kama hiyo atatengwa. Atakaa jela. YouTube yake tutafunga. Na si kusema jaribu.
piga mtu picha uchi, anza kusambaza tu tuone tujue ni nani wewe. Hiyo sitaki kuona kama chairman wa area, sitaki kuona kitu kama hiyo. Because najua hiyo ni shida, hiyo ni aibu, hata culture asemi hivyo. Hata mtu una adabu, una heshima, unakaa kama shetani anafanya kitu kama hiyo. Nimeongea mpaka na madada yangu. Umeongea? Niliongea mpaka na dada yangu. Nimwambia maneno sitaki kuona. Utaki kuona tena? Sitaki kuona. Mimi niliongea na Furaha. Nikamwambia hii maneno sitaki kusikia tena. Kufanya kitendo kama sitaki kuona, na mwenye atafanya sheria itachukua jukumu lake. Hapo tunasema hivyo. Utafunga YouTube yako, ukifungua ingine tunafunga tena. That's a phone call. Sisi tumeruhusiwa, unajui tuna connect namna gani? Sisi watu wa serikali. Simu tu YouTube inafunga. YouTube hakuna. Amuka simu YouTube hakuna. No. Na kisidi. Ile mkataba tulipitisha huko kwa DCI. Kuisoma. Because atake maneno ya fujo, maneno ya watu kukasirikiana, watu wakae kama ndugu na sister. Because ujui mwenye unatoa picha yake leo ndio atakusaidia kesho. Ujui mwenye unatusi leo ndio atatuma mtoto wako kwa shule. Hiyo ni kweli. Ujui mwenye atakusaidia ni nani? Huwezi jua. Chairman, tukimalizia kwa swali hiyo, ni nini unaweza ukaambia watu ambao wana moyo kama hiyo, tena wakifikiria kufanya vitendo kama hiyo? Nyinyi kama serikali, ni nini unaweza ukawaambia siku ya leo? Kuna jambo nataka nieleze kwa kinaganaga. Hii about YouTube. Maneno ya YouTube. Watu wengi wajui. Nini ilifanya rais, nini katiba tengenezwe na rais aweke kidole? YouTube ikubaliwe. Mambo ya YouTube, mambo ya cyber. Ilikuwa imefika wakati mtu unachora mtu, unaweka mtu pale mbaya ama kwa gene ama nini? Hiyo nilifanya katiba tengeneze mzuri mambo ya cyber. Haitaki mtu kuleta fujo. Na sasa ni kali. Ikifika kote najua hiyo kitu ni kali. Kali kwa hivyo jina mtu kwa YouTube ama utusi mtu sahi. Tume mtu message mbaya, kutume mtu picha mtu pengine unapiga mtu kama amekufa ama fanya nini? Hiyo unafungwa. Watu wako jela. Watu Wakenya wengi, watu ningewaeleza mzuri. Wakenya wengi wako jela mambo ya YouTube. Wakenya wako wengi jela kwa mambo ya YouTube. Mnaiona kama ni kitu mchezo, lakini kitu iko serious. Ikifika kotini, ni jambo iko serious kotini. Unafungwa ya kweli. Si mambo ya kusema ati waje tuelewana, tusikizana. Hakuna kuelewana. Maneno kama hiyo ni kufungwa na fungwa. Because uwezi rekebisha pale umeharibu jina mtu. Watu kula na jina. Sasa kama ni pastor umeharibu jina yangu, kanisa yangu sitanguka kabisa. Tumeharibu. Nitakubali. Mimi napeleka kotini. Nakupeleka kotini. Ili enea. So watu wajihadhari sana. Watu wajihadhari, especially wa Kongo, wajihadhari na hiyo maneno ya cyber crime. Changes zilifanywa, ilisainiwa na His Excellency President ya Kenya, alisign. Hiyo sheria iko. Mtu kutusi mtu, mtu kutuma picha mtu vibaya, hiyo ni mbaya sahihi kwa katiba ya Kenya, ni mbaya. So wa Kongo wanafanya vitendo hizo, mtu akirudia tena kufanya hiyo atapelekwa jela pia. Sisi tumekuambia hivi. Wacha sheria kifika pale ya sheria, uwezi kusema atuongee. Mnaongea kitu ambayo pengine nilikufanya, nilikupiga nani pale, nilikuwa mlevi, lakini hii si mambo kama nilikuwa mlevi, nilikuwa nimekichwa imeruka manini. Umefanya na umeiba jina yangu.
jina yangu haitarudi kama jina yangu Otieno ama nilikuwa pastor. Sitakuwa rudi jina mtu, watu wengi hata niamini tena mambo ya pastor yangu. Kama ni mwalimu, watu wengi wataamini mimi nitafundisha watoto kwa shule. Watanibeba, wanataniweka kwa njia nyingine. Hata kazi unaweza kufukuzwa kazini. Watu kula na jina. Ndio watu kula nayo. Kulingana na Kenya tunaenda kufanya election next year. Hii maswali kabila tunauliza, especially wale matoka nje. Mambo itakuwaje Otieno? Mambo itakuwa na fujo, itakuwa na maneno gani itakuwa, tuondoke turudi baadaye ama tufanye nini? I do tell people Kenya ni nchi iko na sheria. Serikali iko imara. Serikali iko 24 hours imara. Iko alert. Kwa hivyo mtu asiwe na wasiwasi. Election inakuja siku moja na itaisha siku moja. Maisha itaendelea mbele kama kawaida. Sisi wa Kenya hatuna fujo yote. Tuko na amani. Na amani yetu hatuwezi chezea. Kwa Afrika mzima Kenya ni nchi ajai kuwa na shida ya kupigana bunduki ama kupigana nchi zingine. Vita. Sisi tuko tu yetu tu, tunatengeneza yetu tu, tukawa mbaya tunatengeneza yetu tu, lakini hakuna shida kubwa. So watu wakae na amani, wasiwe na wasiwasi yoyote anything. Hakuna kitu kitafanyika. Sisi serikali iko imara. Na mkumbuke refugees hajaruhusiwa kuongea maneno ya siasa. Hata sisi tukaenda shule ya training ya refugees, tunafundishwa tueleze watu. Watu wakae wasishughulike na maneno ya siasa ya nchi. Wewe shughulika na maneno yamekuleta Kenya. Shughulika, tunataka amani. Si ukiona Wakenya napiga siasa hata wewe naenda mimi nataka fulani, mimi nataka fulani. Hiyo wachana na hiyo, sio yako. Because hujaruhusiwa kupiga kura. Because of security yako. Kaa mbali na vitu kama hizo. Ningeumisha watu. Mambo ya siasa ya nje wachane nayo. Watu wachie. Tufanye na serikali pia ifanye mambo ya uchaguzi, ipange mambo ya uchaguzi. Uchaguzi ni siku moja. Itakuja na itaisha. Si kitu siku mbili, one day imeisha. Na hii inaendelea kama kawaida. Na mambo yaendelea kama kawaida. Mwenye anashinda ashinde, lakini sisi ni watu tunapenda amani. Hiyo swali mweza na kabila yote. Warundi, Wanyamulenge, Wakongomani, wa Rwanda, wa Uganda, wa Tanzania. Itakuwaje? Watu sijui nini election ikikuja kwa Afrika. Most of people wanakuwa na wasiwasi sana. Na kuna kasida kubwa inafanyika. Hata watoto kwa nyumbani wakingangana kitu lazima iwe na kelele ndogo. Hiyo ni kawaida, lakini sio vita, sio fujo. Kenya ni nchi iko na sheria. Sisi tunafuata katiba yetu. Nasema after 5 years tunaenda kwa uchaguzi. After 5 years tunapewa siku moja tunafanya uchaguzi na inaisha hivyo. Anapisha mwenye mashina anapishwa na yeye anataka muda hiyo. So watu wasiwe na wasiwasi ya maneno mbaya ama nini. Hakuna kitu mbaya itafanyika. Sisi wa Kenya tuko na amani, na hiyo amani yetu tuwezi kubali watu wachache wachezee amani ya nchi. Without peace, nchi ya Kenya iko na resources mingi sana, mambo mingi sana, biashara mingi sana. Kumbuka hapa Kenya ndio iko headquarters ya watu wa UN. Iko hapa Kenya. Kikao ya UN kubwa. UN iko hapa headquarters Afrika mzima. Hapo ndio headquarters UN iko. So mambo mingi inafanyika Kenya yetu. Hatuwezi serikali iko imara na inachunga all refugees. Watu wanakaa Kenya under UN wanachunga na serikali ya Kenya. So hiyo wasiwasi ishe kabisa. Hiyo wasiwasi election itakuwaje, hiyo ishe. Election itakuwa siku moja na itaisha. Na sisi tunaendelea na maisha yetu kama kawaida tu. Aya, asante chairman kwa information hiyo nzuri ya kuambia watu wawe imara
na wakuwe na amani. Election itakuwa lakini itamalizika. Yes. Ni siku moja. Yarimo avuga, acha nifafanue kwa Kiruga. Yarimo avuga ngo abantu bafite impungenge ko igihugu cyacu turimo cya Kenya ese ko kigiye kuja mu matora, abantu barashobora kubyitwaramo gute? Abantu bafite ubwoba, ariko ntabwo ariko bimeze. Aravuga ngo igihugu cya Kenya ni igihugu kigendera ku mategeko. Abantu ubitse umutima mu nda bagire amahoro, amatora azogenda neza kandi nta muntu ubazosagarira, nta muntu bazogirira nabi kubera amatora. Gusa nimba wivanze n'ibintu bya siyasa y'iki gihugu, aho ngaho urashobora gukurikiranwa ukaba wogirirwa nabi cyangwa se ugahanwa, ariko atari ibyo ngibyo uri impunzi, uri amahoro aho woja hose, nta kibazo, ufite umutekano wose, urarinzwe. Nibyo yarimo avuga. Chairman, asante kwa information hiyo. Nilikuwa nafafanua kwa Kiruga, watu wenye hawaelewi Kiswahili wajiulize chairman hapo ameongea nini. Sasa ndio nilikuwa nafafanua watu wajue. Kiukweli watu walikuwa na hiyo hofu sana, akisema Kenya inaenda kuingia kwa election. Sasa watu kama sisi refugees tutaishi vipi? Tutaenda vipi? Tutafanya namna gani? Sasa ndio umetoa mwanga kabisa, umesema watu wako safe, hakuna mtu yoyote ambaye atawafanyia vibaya. Tukimalizia, acha tukushukuru kwa information unatoa. Watu kabisa wakuwe imara, wajue vile watatumia mtandaoni. Tunakushukuru sana kwa nafasi yako ambayo umetupa siku ya leo ya kushauri watu. Tunakushukuru sana. Na tukimalizia, kuna neno moja ambalo unaweza kuambia watu ama hakuna? Tumalizie. Iko na maneno kidogo. Tukimalizia, asema sasa serikali imetoa shule ni bure. Watu wapeleka watoto shule. Ukipeleka mtoto ndani ya nyumba tutakushika na kupeleka jela, because mtoto ako na haki ya kusoma. Kama kuna mtu ukienda shule mwalimu akataa usiweke mtoto kwa shule, kuja kwetu. Kuja jini. Kama unipigie simu uniambie, hata kama ni Kayole, hata kama ni kama wakata kama Nyamabila, unipigie simu. Namba yangu 0722 65 3342 Otieno Cham. Tunataka watoto waende shule. Hiyo ni onyo ilitoka ofisi ya rais, ilitoa watoto waende shule wote. Ni bure, si mambo ya kulipa pesa. Yeye ni mwenyewe anatoa hiyo order na tukapewa hiyo habari. Tuangalie maboma ambayo wanaficha watoto, hata wale watoto wajiwezi wa Makwete nini, waende shule some. Ujui maisha yake itakuwaje baadaye kabisa. Hiyo ni onyo kali sana na watu wafaa kujua. Because utapata mtu akona watoto anaficha kwa nyumba zingine, kwa nyumba wengine anataka aende shule. Ukipatikana na sheria na serikali utashikwa. Na watu wengi wameshikwa. Acha tuwashukuru nyote mnatufuata mkiwa nchi tofauti, continent tofauti. Nyinyi mnachukua nafasi zenu kuwa nasi, tunawashukuru sana. Chairman, tunakushukuru pia kwa nafasi yako kuja kuwa nasi kwa information hiyo. Nakushukuru, asanteni sana. Wapenzi wetu wote nawashukuru sana. Hata mimi nimeshukuru marafiki yangu, wale marafiki yangu wako ng'ambo.
wale wako Canada, Amerika, nini, nimeshukuru kabisa kuongea tena. Sisi inapeana tu information. Kama hiyo information mapeana mambo ya election, watu wengi wameweza hiyo swali. Serikali iko imara, kila kitu iko sawa, election na siku moja, na itaisha hiyo siku moja na maisha itaendelea kama kawaida. Jua itatoka pande ile na itaanguka pande hii tu. Hakuna kitu afanyika kitu mbaya ama nini. Sisi serikali iko. Asante sana. Yes. Tunashukuru. Nashukuru hata mimi.